kuongoza katika safari ya kwenda mbinguni. Bwana asifiwe sana. Amen. Hatutakuwa warefu zaidi. Tufungue mara moja Biblia zetu ili tupate kusoma maneno ya Mungu. Na utafungua katika kitabu ya Mwanzo sura 22 mstari wake wa 7 hadi wa 8. Tunasema tutasoma Mwanzo sura 22 mstari wa 7 hadi mstari wa 8. Kwa wale wanakuwa na Biblia ya Kifaransa ni Genèse 22:7-8. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Isaka akasema na Ibrahimu baba yake akinena, babangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka, mwanangu. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Ni neno la Bwana. Tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yuko wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Ni swali kwangu, ni swali kwako, ilikuwa swali kwa Ibrahimu na itapata jibu kwa Ibrahimu. Inaamini kama kwangu na kwako itapata jibu. Bwana asifiwe sana. Tumejua habari za Ibrahimu na yawezekana unazielewa vizuri kunipita. Ibrahimu alikuwa mtumishi wa Mungu na Ibrahimu alipendwa na Mungu sana, na Biblia yangu imeniambia ya kwamba alikuwa vile vile tajiri mkubwa, sababu wakati nilipima kuchunguza katika Biblia inasema ya kwamba Ibrahimu alikuwa mlimaji, na wakati alikuwa akilima alikuwa na mashamba mingi, na ingawa kulima alikuwa mfugaji. Na haikutoshea hapo, Biblia imesema ya kwamba Ibrahimu alikuwa na mali nyingi, dhahabu na pesa. Ina maana ya kwamba yote ambayo mwanadamu anaweza kutarajia kupata katika dunia, Ibrahimu alikuwa nayo. Ibrahimu alikuwa kunivo ambaye Mungu mwenyewe alimpatia agano, wakakamata convention, alliance, pact pamoja na Mungu, wakasikilizana na Mungu. Maisha yako itakuwa maisha ya baraka. Maisha yako Ibrahimu itakuwa maisha ya kuinuliwa. Maisha yako Ibrahimu itakuwa maisha ya heshima. Na Ibrahimu anatembea vile kila leo. Kila nafasi Ibrahimu anapita, Biblia imesema ya kwamba alitoa sadaka. Biblia imesema ya kwamba alijenga hata hekalu la Mungu. Alisaidia wale ambao walikuwa hawajiwezi. Lakini ingawa utajiri wote wa Ibrahimu, ingawa heshima Ibrahimu alikuwa nayo, ingawa mali Ibrahimu alikuwa nayo, ingawa alliance ama ahadi alikuwa nayo, Biblia imesema ya kwamba alikuwa na mwanamke ambaye anaitwa kwa jina la Sara, lakini Mungu alikuwa amemsimamisha uzazi. Mungu amemwahidia, Mungu amemwambia Ibrahimu, wewe utakuwa baba wa taifa. Lakini wakati Ibrahimu anafika kwake magharibi nyumbani, hakuna mtoto wa kumwambia karibu papa. Utakuwa baba wa dunia nzima, lakini mtoto hapatikani. Na Ibrahimu hii ikaanza fika hata inakuwa mwiba kwake. Na siku moja iko anazungumza na Mungu. Mungu anamuuliza Ibrahimu, nikufanyizie nini? Nikufanyizie nini tena? Kama ni mabuilding, nishakupatia mabuilding. Bwana siku sana. Kama ni magari, nilishakupatia magari.
masafari, nishakupatia masafari. Biblia inasema alifanya hata masafari. Alienda north, alienda sud, alienda east, alienda west. Kwa leo tunaweza kusema alienda Amerika, alienda Asia, alienda Europe, alienda nafasi zote. Kama ni wao angefika hata Afrika, sababu Mungu alimpatia hii. Lakini Ibrahimu anateseka na anasumbuka, anamwambia Mungu, umenipa mali ndio, umenipatia manyumba ndio, umenipatia magari ndio, lakini nani atarizi hivi vitu? Nani atarizi? Kesho nikitoka, nani mwenye atabeba jina yangu? Lakini Mungu mwenyewe alikuwa amekisha kuwa na haja, anamwambia wewe ni baba wa nini? Wa taifa. Na Ibrahimu anabaki katika ile mashaka. Miaka inapita, siku zinapita, siku zinaendelea, lakini sababu Mungu ni Mungu wa ahadi, Mungu habaki yake na deni ya mtu, anatimiliza ahadi. Anamwambia Ibrahimu, usiogope. Nilikwambia utakuwa baba wa taifa kubwa. Ule bibi yako mwenye unasema miaka ilishasogea, ule bibi yako mwenye daktari washakwambia alishakuwa na menopause, ule bibi yako mwenye walikwambia hawezi tena kuzala, siku kama hivi mwaka kesho atakuwa na mtoto. Mungu anatimiliza ahadi. Na Sara anaonekana anakuwa na ujauzito. Wakati Sara anakuwa na ujauzito, sote tunajua ya kwamba wakati mwanamke amekwisha kusogea miaka, akichukua mimba katika hali ya uzee, anakuwa na zoezi ya kusema afichike, wengine wasijue kama iko mimba, sababu anaanza kuona kama kwa 48 ku 50 niko na mimba, nikikutanana na mtoto wangu kwa maternity vitakuwa namna gani? Wamama wanajua ile siri. Na Sara anaanza kujiuliza, itakuwa je? Mbona watu watakuwa wananichekea? Mbona mimi peke mimi nashangala? Vya Mungu ni vya kushangaza. Bwana sio sana. Vya Mungu ni sharti vishangaze watu. Vya Mungu ni sharti vikushangaze vile vile. Sara mimba inapita katika hali ya uzee. Waliokuwa wakimpanga majina, waliokuwa wakimteta, Sara alikuwa akifanya akipita watu wananyotana, lakini Mungu iko naye anaona. Mungu iko anasema mnamnyotana leo, lakini kesho mtanyotana kitofauti. Nakumbuka mtu mmoja tulikuwa tukizungumza, akasema hatutafunga watu vinywa kusema, nyinyi mseme tu. Bwana sifiwe. Usizani hata ufanye nini mwa hii dunia yote, hautafunga watu kinywa kusema. Kinywa iko pale juu, waseme. Acha wakuseme leo, acha wakutete leo, kesho ni wao watakutapa. Kesho ni wao watashuhudia, watasema kumbe ule Mungu wake amemfanyizia. Na Sara jina inabadilika. Waliokuwa wanasema kama Hazar wanaanza kusema mbona hii mimba itakaua? Kwa hii mzee atazalia hospitali ya wapi? Mbona mnyakuwa process au risk? Wanaanza kuongeza. Wanaanza kuongeza, lakini Mungu amekwisha kusema. Sara inafika wakati amejifungua. Na Mungu analeta mtoto jina lake Isaka. Isaka anaanza kukoma. Isaka anaanza kutembea. Isaka anaweza kimbia, aletee mamake maji. Isaka anaweza kimbia, aende uzia mamake chumvi kwa barabara. Ibrahimu anasema Mungu asante, nilishafika. Hivi tulishanipatiaka kama mtu. Hivi tu nilishaona peti Isaka pale. Binatosha. Ukitaka Mungu unaweza hata nibeba, si vile? Kumbe mawazo ya Ibrahimu haiko ndio mawazo ya Mungu. Mungu kitaka leo magharibi nibebe, Isaka alishakuwa. Isaka iko pale. Kumbe Mungu naye iko na nyingine planification.
Ibrahimu alitoa, Ibrahimu alijenga makanisa, Ibrahimu alisaidia wajane, Ibrahimu alisaidia mayatima, Ibrahimu alisomesha wale ambao hawangeliweza kusoma. Lakini Biblia yangu imeniambia tena, Mungu akamwambia Ibrahimu, Ibrahimu, nataka nikupime. Ulishakatoa ndio, ulishajenga ndio, ulishasaidia wayatima ndio, ulishasomesha ndio, ulishafanya hiki na hiki, wagonjwa kwa hospitali kawalipia madeni mafaktire ndio, watumishi wa Mungu kasaidia ndio. Lakini leo Ibrahimu, mie Mungu siyatosheka, mie Mungu siyasikia kitu wanifanyizia kitu bila ningali vyako, kusudi nisikie kama uko mtumishi wangu Ibrahimu, kusudi nisikie kama unanipenda Ibrahimu. Isaka, nitolee Isaka. Bwana tusaidie sana. Nitolee Isaka. Na kutoa ya hii wakati haikukuwa kusema ninamuleta kama vile kisi walipeleka Samueli. Samueli walimtoa ndio, lakini mzazi wa Samueli wakati alikuwa anapika ndani ya kanisa, naona Samueli iko pale, anasema ndio ni mtoto wangu iko pale. Lakini Isaka, Mungu anasema Ibrahimu, Isaka ni mtoto wako wa pekee, ni mtoto wako umezaa katika hali ya uzee, ni mtoto wako umezaa watu wamekuja kukucheka, ulicha desespere na maisha. Nitolee. Na sadaka nye utatoa hautamubeba mwekani. Panda kuvilima, uende na kisu, uende na moto, utachinja mtoto unichomea. Mungu atusaidie sana. Equation a 5 inconnus inaonekana. Mathematiciens tungisema equation a 3 inconnus wangipata jibu. Lakini Mungu anadouble equation. Inconnus zinakuwa pale. Ibrahimu, ma question zinakuya. Mungu, eske ni wewe ndio uko nasema wala niko nalota? Mie Mungu ndio niko nasema. Eske ni cauchemar mimi naona wala ni realite? Ni realite unaona. Lakini kama mwanadamu mara kwa mara tunapitia vitu, tunapitia katika vipindi, na wakati unaingia unaanza hata kushindwa kukamata decision. Unaanza kuwa haiko vya Mungu hivi. Mungu ndiye anasema. Uko na manyumba, uko na magari. Nikikwambia nitolee nyumba, utatoa ile building yako. Kampala kuna kwa nyumba, mama mtu akaniambia kama kukamatia foto kwa ile nyumba, maana yake uyafika Kampala. Kaonje wanaita kumapera siwe. Kama bayakuna ba kufoto pala sasa uyafika Kampala. Mungu akamwambia Ibrahimu, nikikwambia nitolee utanipatia mapera. Lakini leo Ibrahimu, Isaka ndio mimi nasema unipatie. Ibrahimu akili ikachanganyikiwa. Ibrahimu alikosa usingizi. Ibrahimu alikosa amani. Lakini kwa mwisho akasema, Mungu wewe ndio unatumikia. Mungu wewe ndio uliniita. Sikufanya kitu ya special kusudi nipate Isaka. Sikufanya kitu ya special kusudi niwe jinsi nilivyo. Lakini sababu wewe ndio Mungu, Baba ninatii. Bwana asifiwe. Mungu anamwambia Ibrahimu, nitolee Isaka. Lakini hakwambia Isaka, baba yako atakutoa. Ibrahimu kama mzee wa hekima, sijue usiku sasa walikuwa wanakula kumeza na bibi yake Sara. Itoto ya mzee, chakula inabakia. Nakumbuka jana magharibi kwangu nilikuwa na pastor Deoka, na mmoja wa watoto wangu ananiambia, papa, mimi nashiba lakini utaniachia. Bwana asifiwe sana. Ujimagine mtoto anakuambia vile, kisha sauti ilishakwambia huyu ndio kesho utachinja huyu. Na mama yake yuko pale kumeza, mko mnakula naye, utasikia namna gani? Ibrahimu anasikia buzito, anameza chakula ni vilonda, isoma inaluma. Iko anajiuliza raporo gani nafanya?
Mwanaume asubuhi analamusha peti Isaka, lamuko nisindikize. Papa wapi tunataenda, wewe nisindikize tu. Tutaenda toa sadaka. Kama kawaida Ibrahimu alizoea kutoa pamoja na Isaka. Fundisha watoto wako kutoa sadaka. Hii sadaka 1000 shile unapatia kama mtoto kukiatia ndani ya kikapu hapo. Uko unamfundisha kupatia watu. Uko unamfundisha kesho akuhudumie. Lakini kama haupatie Mungu, hamzoeleshe kutoa, kesho wewe ndio utaanza kulia. Ibrahimu alizoea kwenda na Isaka. Isaka hakujuta. Akasema papa, twende tutoe. Kumbe petie ndio mission yenye tenda fanyika. Wanaenda kutoa. Katika safari wanaenda, Biblia imesema wanatembea siku 3. Ibrahimu hayambia mtoto tunaenda wapi, na Mungu hayamwambia unaenda wapi. Après 3 jours ya safari, wako wanatembea milima, wanashuka mabonde. Ibrahimu ananyangula macho, Mungu anamwambia kwa ile kilima pale ndio kwetu tunaenda. Anaangalia watu walikuwa wanamsindikiza. Nikipanda na hapa watu batanibloke huko. Nikipanda na hapa balimaji yangu hapa bananifanyia security. Abataitika nitoe mtoto. Sababu mama yao anabapokezaka mzuri juu ya kuchunga huyu mtoto. Abataniitikia. Anawaambia wandugu, asante kwa mlishafanya. Nyie mbakie hapa na mapunda. Mie na Peti tunaenda tolea Mungu. Kuna kwa vitu fulani ndani ya maisha Mkristo ambavyo havitajiwi uvijulishe watu wote. Sasa moja watasema hausemake vyako. Ndio. Lakini kama ni kushuhudia mbele za Mungu, na Mungu alikwambia shuhudia hapo. Ibrahimu anaona nikiwaambia ninaenda pasi fulani watakuwa kizuizi. Nikiwaambia Isaka ninaenda kukutoa, atakuwa kizuizi, atakwepa. Nikiambia mke wangu Sara, Isaka ndio tutatoa leo, habitaonekana. Lakini acha niende. Mungu mwenyewe afanye mapenzi yake. Ibrahimu anaambia watu mbakie hapa. Wakati wanapiga pambili, Peti anasema tulikuwa na mapunda. Na wale walikuwa wanatusindikiza wanabakia hapa. Petetre ilikuwa na waza hivi, hatuna mbuzi wala kondoo. Punda moja njoo jange lichinja kule tunaitoa. Me papa, mimi naona niko na makuni. Mimi nabeba makuni. Na moto hii iko hapa. Sasa tunaenda wapi? Tunaenda toa. Papa iko sana wapi tu iko vipi? Zoezi yetu ya kwenda toa, kama tunaenda naka moto na makuni. Lakini leo sadaka iko wapi? Mwiba kwa Ibrahimu. Ibrahimu anajua sadaka iko wapi. Lakini utajibu mtoto namna gani? Na watoto wa hizi siku wakikupiga question iko na chungu mkujibu. Wana maswali, unaweza kupiga swali, unajiuliza au mtoto bali mtuma bali mwambia atasema hapana. Ni miaka iko na sema. Ibrahimu Mungu anamupa jibu. Anamwambia mara moja, kijana usiogope. Moto iko, kuni ziko, mwana kondoo wa sadaka Mungu atajipatia. Bwana sio sana. Mungu atajipatia. Hii sadaka ambayo Ibrahimu anasema hapa, Mungu atajipatia. Inamaanisha ya kwamba Ibrahimu katika ulimwengu wa kimwili aliona Isaka kama sadaka. Lakini katika ulimwengu wa kiroho, jana aliyehubiri kwa maombi alituambia fantome, na nikamwambia unaniongezea kitu ndani ya maisha. Fantome ni kitu ambayo iko sadisi kizunguzungu, ni repena, ni mzimu, ni kitu ambayo unaiona lakini haiko. Ibrahimu anaimagine sadaka kama fantome. Anasema kondoo wa fantome Mungu atajipatia. Na hii fantome Mungu anaigeuza realite. Wanapanda. Mtoto anasema basi
Papa ndio anako nokiambia. Papa ni patron. Hivi ni patron. Patron sasa anatembea anakwenda kwa makopo mama mifuko. Unaweza una mko na mwenzako mgara anatoka anaingia kwa kaburi. Mambo inachomoka. Ushatosha franco kwa pesa Isai. Mtoto Isaka aliwa je anaweza rekipeleke kipato kwa anawekea kuni. Ummepitia na nini? Wakati wanafika sikia sasa hadithi. Ibrahimu anaanza kutengeneza madhabahu. Anaanza kusuka madhabahu. Wakati kwa anasuka madhabahu ile kwa anaambia Mungu wewe njoo ulisema. Na mimi napika sasa hapa. Sitaki probleme na wewe. Sitaki mihali na wewe. Wewe ndio ulinipaka Isaka. Na Isaka mimi naleta. Ibrahimu anaambia Isaka, "Peti, lala hapa." Isaka anasema, kumbe mie njoo papa naleta. Kumbe mie njoo jana kiamaliza. Lakini Mungu anamvunja Isaka. Ibrahimu alikuwa ishazeeka. Kama ingelikuwa afere ya kupigana, Isaka angelipiga Ibrahimu. Sababu ni mtoto wa tajiri ameshakuwa tupomba, si hivi? Alikuwa anakula kila kitu. Jiacha kwa pide 130. Angemshinda. Tena mtoto mmoja angempiga kabisa, lakini Mungu akatayarisha Peti. Kaambia Peti, tulia pale. Mimi nataka heshimisha baba yako. Mama tulia pale. Bwana yako nataka muinua. Papa tulia pale. Bibi yako nataka mbadilishie jina. Bwana asifiwe sana. Kuna kwa wakati ndani ya jamaa unaona mama anafanya vitu, papa ananyamaza na kwa sababu haone kitu. Kumbe kuko vitu Mungu iko anapitisha ndani. Wote kwa anajiuliza ni nyamaza namna gani? Kwa vitu Mungu iko anafanya. Peti nyamaza. Historia ya baba yako inatabadilika. Yote niliambia babako ilifo bifikie sasa kupitia wewe. Mtoto anatulia. Baba anafunga kamba ya kwanza. Mtoto anatulia. Baba anafunga miguu. Mtoto anatulia. Baba anafunga mikono. Mtoto anatulia. Baba machozi uchungu inamtoka. Hii wakati haikuwa tena wakati ya Ibrahimu ya kucheka, hapana. Haikuwa Ibrahimu wakati ya Ibrahimu ya kuruka, hapana. Ilikuwa sadaka ambazo Ibrahimu iko anatoa na machozi. Iko anasema raporo gani napatia huyu mwanamke? Raporo gani napatia hapa askari wenye walinisindikiza? Isaka, maisha yako inaishia hapa. Ibrahimu iko anajiuliza itakuwa namna gani? Kumbe Mungu naye yuko kimya. Kunyamaza ya Mungu sio kusema hana la kufanya kwako. Mungu ananyamazaka kusudi akamilishe ukuu wake. Mungu ananyamazaka kusudi wale wenye walikuwa wanakusema wakuseme mzuri, sawa wataanza shuhudia ile ni Mungu alisema. Mungu yuko kimya, yuko anaangalia Ibrahimu. Anasema kosa anafunga mwisho atatarudia atamwacha pale. Ibrahimu inafika wakati ananyorosha mkono yake. Anataka kumuua mtoto. Biblia imesema wakati alichukua kisu anaipandisha, yeye hakuangalia juu. Hapana. Alikuwa anaangalia mtoto wake. Lakini wakati alinyangua kisu, bali wakati anataka kuchucha kisu akageuza akakuwa sens contraire. Sijui kama kwa naniona. Yeye wakati anataka kuchinja alipandisha kisu. Lakini sasa kusudi amalizishe mtoto, wakati anashusha mkono ananyangura macho. Mungu wa mbinguni malaika anakamata mkono. Anamwambia Ibrahimu, Ibrahimu, naona kama unanipenda kweli. Ibrahimu, naona kama uko mtumishi wangu kweli. Usimfanyizie mtoto ubaya wote. Angalia pembeni. Ile kondoo fantome Ibrahimu alisema inageuka realite. Ile kondoo yenye Ibrahimu alisema katika imagination inakuwa preuve palpable. Kabisa. Usiue mtoto. Usisumbue mtoto. Ninajua uchungu ulipitia. Ninajua mateso ulipitia. Ninajua siku ulipitia. Ninajua injira ulipata kusudi Isaka aonekane. Na ikiwa leo Ibrahimu unaweza kuamua, unashinda kipimo. Bwana asifiwe sana. Umeshinda kipimo. Na tokea leo Ibrahimu,
tokea leo Ibrahimu, nilikupa manyumba, nilikupa magari, nilikupatia mashamba, nilikupa oro, nilikupa diamant, lakini jina yako duniani pote itajulikana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Jina yako itajulikana. Wapendwa, Mungu ni Mungu. Tukianza kueleza Mungu tutashindwa na tutachoka. Lakini Mungu ni Mungu. Na wakati unamuita Mungu, umuite Mungu katika umungu wake wa kweli. Ujue ya kwamba hashindwaki. Lolote uombalo kwa jina lake yeye Mungu atafanya. Amen. Lolote utendalo kwa jina lake Mungu atafanya. Ibrahimu anaona kondoo. Anachukua kondoo, anafungua mtoto. Anachoma, anatoa sadaka. Wakati anarudi nyumbani, Biblia imenyamaza. Hatusikie raporo alipatia Sara. Isaka ambaye alikuwa mtoto wa maswali, angelifika kunyumba ambie mama, unaelewa vilikuwa leo? Mama, nikwambie leo papa alinibeba kukilima. Lakini Biblia imesema inanyamaza. Na Isaka hakusema kitu, c'était un plan de Dieu. Mungu alipenda pitishe Ibrahimu ndani ya Ebreu porque amfanye shujaa. Kuna vipindi ndani maisha tunaweza kupitia. Et souvent nous pensons ni mateso tu, hapana. Hata vipindi ya furaha unapitia, lakini Mungu anapenda kufundisha ndani ya hivyo vipindi. Mungu anapenda akamilishe ukuu wake ndani ya hivyo vipindi. Watu wengi wamemtumikia Mungu. Watu wengi wamemuomba Mungu. Watu wengi wamemtolea Mungu, na hakuna hata mmoja wa wale waliomtumikia Mungu aliyejuta. Kama unaona watu wanaketi hapa, ukipima kuangalia foto zetu kwa WhatsApp, zitaingia ku group sazi moja hivi. Ukiangalia jinsi tunakuwa tuna meremeta tu. Unakuwa kwa unajiangalia wewe peke unasema mbona sina kitu, siku yake kitu. Lakini magharibi ya leo na kusini, wakati utaona hizi foto, uangalie tu jinsi Roho Mtakatifu anakupaka kama mafuta. Soko unapita watu wanazania wenye mwenye dola, wenye mwenye shilingi, kumbe ni Roho Mtakatifu. Tumikia Mungu atakuheshimisha. Tumikia Mungu atakuinua. Ibrahimu nyuma ya kutoa kila kitu, Mungu anamwambia hapa ndio utagusa. Ndani ya maisha yetu sisi wa Kristo wa throne, leo ni siku ambayo kila mmoja wetu anajua haiko ya kuficha. Tuko hapa lakini tuna shabaha moja. Na shabaha yetu ni moja. Kesho wakati Mkristo wa throne utaikala ndani ya kanisa, uko unajua ninakaa lakini sina mtu mwataniambia mtoke. Maisha ya upangai inatusumbua. Maisha ya kulipa rent inatusumbua. Lakini leo Mungu anakuja kwako. Kama alikuja kwa Ibrahimu, ulishakatoa ndio. Na tulishatoa tena ndio. Lakini tutaendelea na kutoa. Mungu anasema tena leo umtolee. Maisha ya upangai ni maisha ya utumwa. Sisi sote tuko hapa, tuko na experience. Au moins 85-90% yetu hapa wako na experience ya upangai Kampala. Kila siku ni hivi, kila siku ni hivi. Lakini Mungu akusaidie ukue Ibrahimu wa throne. Ukue Ibrahimu wa throne kwa siku ya leo. Dimanche passé mchungaji ametuhubiri kuhusu Dorcas. Matendo yake yalimtetea. Sadaka zake zilimtetea. Wale ambao walitumikia Mungu, alitaja majina hapa. Watu fulani ambao walitumikia Mungu, sababu ni wale aliwazoea, ni wale aliwajua. Lakini nitakwambia hata maombi unayoomba, kuomba tu mkanisa unafika, Mungu analipa.
Mtumishi wa Mungu alipita kwako kunyumba, ukampatia maji ya kunywa, Mungu analipa. Ile kidogo umefanya, mwenzako alikosa ya kukula, ukampa vere ya mchele, ukampatia kilo ya bunga, Mungu analipaka. Fanya kwa roho moja. Usifanye kitu kisha uanze kwenda kuteta mie ndio, hapana. Hapo tena unajiletea laana. Fanya roho na Mungu atakulipa. Sadaka zinamtikisia kama Mungu. Na ukisoma kitabu ya Malaki sura 3 mstari wake wa 13 utasikia jinsi Biblia imesema hapo. Watu wanaanza kunungunika, wanaanza kuambia Mungu, kukutumikia wewe Mungu haina faida. Kukutumikia wewe Mungu haina maana. Sababu wale ambao hawakutumikia njoo wenye wako na manyumba. Wale ambao hawakutumikia njoo wenye wako na magari. Lakini sisi ambao tunakutumikia hatuna kitu. Na Wakristo wanaanza kusema sisi tulikiaka sindikiza wengine mdunia. Hapana. Jibu iko pale pale. Ukisoma watakwambia Mungu akawaambia munijaribu. Bwana asifiwe sana. Mungu alimjaribu Ibrahimu. Kama ulifuata vizuri tulivyosoma. Mungu alimjaribu Ibrahimu. Lakini hapa kwa Malaki Mungu anawaambia watu munijaribu. Na munijaribu kupitia sadaka. Mujaze nyumba yangu sadaka. Mulete cha 10 yenu muijaze ndani ya nyumba. Kila wakati mtakapoingia na mtakapoingia ndani ya hekalu, kila kitu kipo tayari. Bwana tusaidie sana. Kuna kwa wakati ambao hiyo matendo sadaka yako unayofanya inamgusa Mungu. Inasema huyu kwa unyonge wake. Yesu mwenyewe anaishuhudia. Watu wanaketi katika mkutano wako wanatoa, wakutoa manyumba wanatoa, wakutoa magari wanatoa, wakutoa mangombe wanatoa, na mjane mmoja iko na keti chini anajiuliza, na mimi ndagusa wapi siku ya leo? Na mimi ndafanya nini siku ya leo? Huyu mjane anasimama, niko na mie na ubikoroti wangu buwili. Ubikoroti wa Kampala tunajua. Mjane kuna ubikoroti wake, sio kama ni kwa 500, sio kama ni kwa 100 wala kwa 200. Anachomoka na ubikoroti wake buwili. Njoo Alfa na njoo Omega. Njoo mwanzo na njoo mwisho. Munyumba yawezekana wewe ulitoa lakini mungali 50 kilo ya bunga. Yawezekana wewe ulitoa lakini ungali ulishalipa miezi 6 ya garanti. Lakini huyo mchana anasimama anatoa. Baba na njoo mama. Yesu anasimama. Anasema watu ndio mmetoa. Watu ndio mmejikusa. Lakini huyu mjane ametoa ya zaidi. Sababu anajiiba, anajinyang'anya. Kutoa ni kujinyang'anya. Kutoa haiko kujionesha, hapana. Kutoa haiko kujipendeza, hapana. Kutoa ni kujinyang'anya. Ile ambayo unasema unatoa na uchungu. Mimi natoa hii lakini kesho baere na mimi atanitukuza mnyumba, pale Mungu anafanya kazi. Mimi natoa hii lakini mtoto kesho watamfukuza kwa masomo, pale Mungu anafanya kazi. Mimi natoa hii lakini sijui ni kigonjwa kesho ndalipa nini, Mungu anajibu. Mungu atusaidie tuelewe. Na siku moja kwetu Bukavu tulikuwa mkanisa. Unajua kanisa Imani Panzi. Hiyo ilituchunga wakati ya mtoto wetu. Tuko mkanisa, mama moja, watu wanatoa. Huyu mama tunaona anasimama, alikuwa mjane. Anakiana kuku. Kumbe wakati watu wako wanatoa, akajiuliza atafanya nini, akakimbia mkartie. Anakuwa na kuku yake, alikuwa shataga mayai. Na wakati kuku shataga mayai, anakamata ile kuku. Kuikamata kwanza ni problem. Anakiangwa anafika mkanisa, inakuwa kipindi wanataka maliza utoaji. Ndio anasema na mimi nipatie mikrofoni niseme.
baba, mimi niko mjane, sina kitu, mnanijua, lakini hii kuku ilikuwa badala ya $3 alipo, mimi naitoa ifanye kazi ya Mungu. Mtumishi mmoja kati ya watumishi wa Mungu, siwezi kusikia woga kuambia, ni baba ya Pastor Longa. Niliona nasimama, sababu kunakuwa vitu ambavyo Mungu kama anavifanya hata sirikui kwa ile kiti pale, utasikia hauna tena amani. Huyu papa nikaona anasimama mkanisa, watu walichasimama, anasimama, naambia mama ikala pale, unasema nini? Wewe ndio mama fulani, nilipita jana kwako, nyumba yako si ndio ile iko sasa ingle, matundu iko, matope iko mingi. Nitauza beni 2 ya majiwe, nauza beni 2 ya mchanga, ninauza sima bande wa kujengele. Mungu habaki yake na deni. Na dimanche niliuliza Pastor Longa, ushalala njala depuis mzali faadi na utailala. Au yaenda fasi, ngali utafika viwango na viwango. Viwango na viwango. Watu walitumikia Mungu, Mungu anawalipa. Tukianza ushuhuda, tutasia Mungu anafanya kama kubwa. Mungu anatenda. Na kila siku mimi nimeishi kuvilaje kwetu Kaziba. Wakati nilikuwa nikienda kwenye kanisa kwenda kuhubiri, ilikuwa vitu viwili. Watanialika lakini ni vitu viwili. Ya kwanza atahubiri, ya pili atatoa. Na kila mara nilipata aliko kwa kanisa, niliambia Mungu nisaidie nisiende kuna sina $100. Sababu unajua Frank nenda nitoka. Na nilizunguluka makanisa. Watu wakanibadilishia jina, ule daktari wa pastori alishasahabu mission yake. Sababu na nikakumbuka na mimi siku moja mwalimu wangu mmoja wakati alinipa diploma akaniambia, ninajua uko daktari lakini upastori utawale ndani yako zaidi. Huyo leo ni professeur, ni prix Nobel de la paix, daktari mkweli. Ananilaga kupanzi, tunamaliza ubiri, ananiambia ndio unamaliza stage yako, kesho watakuproklame daktari, lakini mimi nikakutakia uwe mhubiri zaidi. Leo tunaifanya. Wakati naangalia ninakuwa wapi? Wakati naangalia ninaishi namna gani? Leo niko mwanafunzi. Ukiniuliza nakulaka sijui. Ukiniuliza nalipaka masomo namna gani sijui. Lakini wale wadogo, wale wanyonge, kulikuwa hata wazee nilitunza. Unatunza mgonjwa, kisha ndio anakuambia mpe chakula.